Na kusalimu sana, salamu zangu zikufikie popote ulipo. Ndugu yangu, na kujulisha kwamba umefika kwenye YouTube channel Nibyo 5 TV. Na Nibyo 5 TV inakuletea vipindi mbalimbali, vipindi vizuri tofauti. Jina langu naitwa Tom. Kwa hiyo leo tunaangalia faida za kutumia asali au kunywa asali. Tuone faida za kutumia asali katika maisha yetu. Ndugu yangu, na kualika usikose kipindi hiki. Nyote mnakaribishwa. Kwa hiyo wanasayansi wameonyesha kwamba asali ina vichocheo na ina sukari nzuri. Sukari nzuri, sukari inavyoweza kuboresha maisha yetu. Pia asali kuna nyuzi na kuna vitamini nyingi tofauti, ikiwa ni vitamini B, B, vitamini B3, vitamini B5, vitamini B9. Unaweza ukaita kwenye lugha ya Kiswahili vitamini B2, vitamini B3, vitamini B5 na vitamini B9. Lakini wanasayansi wanaita hizi vitamini kwa namna hii. Pia ina madini ya calcium. Ina calcium, kuna iron, magnesium ikiwa pamoja na phosphorus. Tena kuna potassium, sodium na zinc. Na kwamba asali ina maji. Tena nchi ya Uchina ndiyo bora zaidi kwanza kabisa katika kutoa asali ya kutosha, wakati nchi ya Uturuki, hata Marekani, Urusi, India, tena na nchi nyinginezo wanazotoa asali ya kutosha duniani. Kwa hiyo asali ni miujiza, kwa sababu ni mchanganyiko wa vitamini tofauti na ni muhimu kwa mwili wetu. Kwa hiyo ndugu yangu, ukila asali utakuwa umeshapata vitamini zote, ziko ndani ya asali. Zote utazipata kwa wakati mmoja. Vitamini A, vitamini B, vitamini D, vitamini B9, vitamini B5, vitamini B6, vitamini B12, vitamini K. Na pia katika asali kuna homoni katika mwili. Homoni katika mwili. Mzizi ambao ni mzizi unaitwa hormone croissance. Na pia jambo lingine unapaswa kujua ndugu yangu, ni maua ya asali. Kwa sababu asali inapaswa kuja tena muda wa kuishi na kuishi kwa muda mrefu. Ndugu yangu, asali huongeza nguvu katika mwili pamoja na akili. Na usisahau kuwa asali ni moja ya viambato wanavyotumia wanapoitengeneza kitu ambacho kinaongeza urembo. Kwa hiyo tunapoitazama asali tunakuta ni chakula au kinywaji, na ni dawa kabisa inavyoweza kusaidia mwili wa binadamu au mwili wetu, kwa sababu wataalamu wa tibabu asali wanaonyesha kwamba asali inaweza kutibu magonjwa zaidi ya 100.
Na ikiwa unachukua asali na kuiacha itavimba, ifanye kwa kuwa safi haraka. Na asali inaweza kumsaidia mtu wenye damu inavyoenda polepole au watu wenye pumu. Kwao ushauri wa kuchukua faida ya asali kwa sababu inawasaidia sana. Sasa kwa walio nayo tatizo la kuumwa na kichwa, unapotumia asali inakusaidia kabisa. Maana ukichukua maji ya moto kidogo, unachanganya na asali na kunywa asubuhi, yanakusaidia sana. Na kwa wale walio na moyo uliovunjika au wenye moyo unapiga polepole, unapotumia asali inaweza weka kwenye mstari. Ikiwa moyo unaenda polepole au una haraka, asali inaweza kuiweka kwenye mstari. Na pia ndugu yangu, kuchukua asali inayochanganywa na kijiko kimoja cha maji ya lemoni. Sijui lemoni, ndugu yangu, lemoni nimekosa neno la, sijui lemoni ni Kiswahili. Samani kabisa. Lakini ukichukua kijiko kimoja cha maji ya lemoni, ni nzuri kwa wajawazito, angalau kuitumia mara 3 kwa wiki. Na kwa upande wa uzuri, unachukua asali kuiweka kwenye uso wako na kuiacha kwa muda wa dakika 30, halafu unaoga kwenye uso wako. Unaoga kwenye uso wako, utakuwa na sura nzuri, kwa kuwa utakuwa kama sura ya mtoto. Kwa sababu asali ni dawa ambayo mara nyingi hutumiwa kutibu majeraha, na pia inaweza kulinda tumbo. Yaani watu wanaoumwa kwenye tumbo, asali inawasaidia sana. Na asali hutumia kutengeneza krimu, kwa sababu asali hulinda dhidi ya wadudu ambao wanaoweza kuharibu ngozi. Na asali ina uwezo wa kuzuia magonjwa. Asali pia ina uwezo wa kulinda dhidi ya maumivu katika mwili. Asali husaidia watu wanaofanya michezo, na wanaendelea kutushauri ya kwamba watu wanaopenda sukari kuibadilisha kabisa. Ndugu yangu, watu wanapenda sukari. Ukinywa chai, weka sukari, unaweka nyingi. Watoto, lakini ndugu yangu, hapa wanatuambia kwamba usipende sukari, kwa sababu sukari sio nzuri katika maisha yetu. Tumia asali kuliko kutumia sukari. Pia asali hutibu kikohozi bora kuliko dawa zinginezo unazoweza kupata kwenye kaunta. Na kumbuka kwamba tunaposema asali yani tunamaanisha kwamba maana yake ni asali ambayo haijachanganywa na kitu kingine au mambo mengineyo. Kuna namna unavyoweza kupima kuwa asali ni original. Usikie vizuri ndugu yangu, kuna namna unayoweza kupima asali
ukaona kwamba hii asali ni original. Ama wewe chukua asali, mwaga kwenye karatasi na hairudi. Ukiona hairudi, hiyo itakuwa asali nzuri. Au ukichukua asali ukaiweka kwenye maji, asali inamwaga kwenye maji. Ukimwaga kwenye maji, asali inaenda chini, inashuka mpaka chini ya maji, alafu maji yanabaki juu. Basi asali itakuwa nzuri. Ndugu yangu, tulikuwa tunaangalia faida za kutumia asali. Sasa ukiangalia unakuta kwamba asali ni dawa yenye nguvu katika mwili wetu. Kwa hiyo ndugu yangu, nashukuru kwa kuwa umekuwa nasi katika kipindi hichi. Ikiwa ni mara ya kwanza kuyasikia au kusikia kipindi hiki, au kuwa ni mara ya kwanza kusikia au kufika kwenye YouTube channel Nibyo 5 TV, bonyeza subscribe. Kuna button hapa chini unaiona imeandikwa subscribe. Basi au ikiwa unatumia flash imeandika sabone, basi bonyeza sabone au subscribe. Hapo utakuwa umejiunga nasi. Basi kisha bonyeza like kwenye hii kipindi na usambaze kwenye yani share kwenye rafiki zako kipindi hiki. Ndugu yangu, tunasubiri your comment, tunasubiri yani maoni yako, tunasubiri kabisa. Nimekwambia mimi naitwa Tom, ndio mimi nitakapo yani tutakapo tunaongea katika kipindi tofauti kama hii. So ndugu yangu, nashukuru, tutazidi. Mungu uliye hai awabariki sana. Asanteni sana.